Praise be the name of God. So you will go on with you, and if need be, the ones that will come, Beatrice will take over from there, so that I can also, I don't delegate my responsibilities, unfortunately, so I'll take some. I won't be long with you. I won't be long with you. I'll be rushing somewhere, because I don't delegate my responsibilities. Somebody told me, had it not for you, I wouldn't be having this. That's what I was told. So take your responsibility. You are the one. It's as if I did it alone. Hallelujah. Mbona mnaniangalia mkiwa serious hivyo? Najaribu kuleta ka story msmile, alafu bado mnaniangalia na macho mengine baya. Nikina inywe. Mutisumai we nae. Uletwa ule serious na ni worire. No igatirwo ni mugethi. Ni athire. Chokai. Athire. Bwana asifiwe sana. Nawapenda sana. Na Mungu awabariki. Najua today is the end of your miseries. I can assure you today, you will never lose anything. God has heard your cries. But one thing I want you to do, stop a lot of connections. Stick to one, Gedima. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya maji ya gong, sio maji ya Dakaine. Mnajua hivyo? Ni wangapi wameishi Ngong? Kiserian. Maji huko iko na nini? Iko na chumvi. Na maji ukienda Murang'a fresh. Ukienda Mombasa salty. So if you mix the salt water ama ile uchote baharini na weke maji ya mvua, utatesti mzuri kweli? No. Kunywa maji saburi moja. Ukiangalia watu wale wanaishi Gongo kama mimi, meno iko na kara. Hebu yako. Baka naogopa. Wale watu tunakunywa maji ya chumvi mingi. Kama wale watoto wamezaliwa. Sisi tulifika huko, lakini wale watoto tumezaa huko. All of them ukiangalia meno yao iko na shida. Ni kwa nini? Kwa sababu ya chumvi hiyo. So my advice is not you to stick hapa maukai hapa. My advice nyorosha kidogo. My advice ni utafute kizima kimoja cha kukunywa maji. You'll be blessed in a big way. Unajua, let me tell you the secret. When you went where you were used to go, uliombewa na ukasikia breakthrough imefika. Na hata ukagaragara huko, ukagaragara na ukaenda nyumbani ukasema Bwana ametenda. Sasa hiyo ulikuwa huko Kenagofu, huko kwenu Kenagofu. Huko ndio uliombewa na yule pastor wa Kenagofu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati huo kumbe ndio maombi yako ilisikika. Hiyo karaini ndio kalienda. Ndio kalinae, kakalibakuda na kakalibakoto. Bwana Yesu asifiwe sana. That is when the day the angel spoke. That is when Daniel was praying in the book of Daniel, chapter number 10. When Daniel was praying, the day he started praying, the day he did what? He started praying, that is when his prayer was answered. Bwana Yesu asifiwe sana. The day he started what? Praying, that is the day his prayers were answered. And all that he asked for was given to him. Unfortunately, he didn't know. He continued to pray. Instead of understanding the dynamics, he continued to pray, asking. Little did he know, mizigo ishateremshwa. Ilipoteremshwa kumbe yeye alikuwa the other room akiitisha. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa nani? Kwenye room nyingine akiitisha. Ile room alikuwa akiitishia bado ndio alikuwa akisema Bwana ninakuomba, Bwana ninakuitisha, Bwana. Kumbe mzigo ilishateremshwa na imeandikwa jina yake. Na mizigo ikikuja haikujagi kwa ile mahali ndege iliingilia. Inakuja hapo, mizigo inatolewa, wewe unapita huko juu na unazunguka, unaenda kwa immigration, alafu unaenda unasimama hapo,
Unaona hiyo kikitu kikizunguka hivi, unasema mzigo yangu ni gani? Kumbe wewe umebaki kwa ndege ukisema mzigo yangu iliwekewa hapa nyuma ya ndege. Bwana Yesu asifiwe sana kwa wale wamejua mambo ya ndege. Ndege sasa huko mizigo inatolewa huko nyuma. Sasa kuna katiga kana kujaga na maturera, kana beba mizigo alafu kanaenda kanaweka kwa ile kitu ya kuzunguka. Kumbe wewe ulibaki mahali ndege ulishuka ukasema ni ndirauma hai tali murigo wakwa. Haleluya. Mimi stoki kwa ndege. Lazima munipatie mzigo yangu. Lazima munipatie nini? Mzigo yangu. Kumbe mzigo ilishatoka na ikaenda. Sasa inakuwa ikizunguka ikigugoja. Ikikosa mtu wa kubeba wanachukuaga wanarudisha kwa store. Hallelujah. Na wanainadikagwa uncollected luggage. Bwana Yesu asifiwe. So Danieli alikuwa bado anaomba. Kumbe luggage imetoka. Na inazunguka wapi? Ilipozunguka wale watu wa KRA na watu wengine wakachukua luggage, wakaiweka kwa store. Anaitwa mfalme wa Persia. Hiyo iko juu sana, haiko juu sana. Mfalme wa nani? Wa Persia. Alikuja akakuta Danieli ako busy akiomba. Akanyakua mzigo na kaenda nayo. Danieli ndio huyo siku ya kwanza bado anaomba. Rina kapariaso. Riketerebozaya akabadilisha akaona hiyo likepetorosaya haikuingia mzuri. Akaenda ya Wakorino. Linae kunta linakata. Kalia na pikipiki kotoria. Akaona hiyo siku ya pili ilikuingia. Akaenda kwa nani? Kwa independent. Tolia watalie tene. Olia watalie leu. Na olia wakoro magana ine mamiaka. Koro tuekaguo. Amen. Si huko kategori ndio mnaendaga hiyo. Siku ya tatu akatoka huko. Akakimbia kwa ilahi mraka. Allahu akbar. Lakini kumbuka mzigo ilifika. Akatoka siku ya tano akaenda kwa hii. Katika jina la Baba, la Mwana na la Mtakatifu tunamerukia. Waka mtoto amefurahi. Until such a time the angel Michael was sent to come and rescue angel Gabriel, who had come to deliver the message. So wakati Mungu aliangalia akaona kilimo giki ndake na ile tena maundu makio, but he is still praying. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mwambie mwenzako, hebu chugusa ujue kama mzigo ilifika. Amekwambia aje? Tujui. Mzigo ilifika kitapo, lakini ulitoka hapa ukaenda kule kwa neighbor, mzigo ikaachwa. Kama ulikuja ukaobewa hapa na baraka yako ikafungukia hapa, hapa ndio mzigo yako iko. So sasa wewe uko kwa neno Mombasa. Umetoka kwa neno umeruka hapo kwa Ezekieli. Umetoka kwa Ezekieli kateke Uganda kwa Kakade. Lakini mzigo iko wapi? Iko hapa, ilitoka kwa kitabu. Until such a time you know that there is importance of you seeking and understanding where was I blessed. Ni wapi ulisikia breakthrough? Hapo ulisikia breakthrough, stay there. Your luggage imeandikwa PO box na jina yako na address na pin imewekwa. So rider atakuja wapi? Anakuja nauliza kuna Mary Joki? Hapana. Kuna Karaja Kamau? Hapana. Kuna Otieno Mere? Hapana. Kumbe ulienda huko padile gine. Sasa wewe utakuwa ukiona maraida wa huko ulienda wakiletea watu mzigo yao. Unaona haya huyu arokile the other day na nimebarikiwa. Mbona mimi? What happened with me? The other day. Siyaka huyu ndio kwanza nilikuwa asha. Mimi ndio nilimshikilia hivi. Baka alikuwa nanuka kiharufu ya uchafu kwa sababu hakuwa ameoga. Sasa hizi ndio anaendesha kabisa. Hapo ndio uchawi inaanzaga. Sasa unaanza maombi ya uchawi. Wachawi wa kanisani wanatokaga hapo. Wewe uliasha huyu wakati nilimwekelea mkono akaaguka chini. Alikuwa bure, alikuwa analia pastor, nyumba yangu imefungwa pastor. Pastor watoto wako nyumbani. Pastor sina hata chakula. In 6 months unamuona na porado. Wewe ile shida yote kwa sababu ulikuwa umefungua mdomo na you are in the wrong place.
Ulikuja hapa na kakiatu kazuri kama hako, the next time nitakukuta ukiwa na slippers. Na ukiona mtu amefika kwa hiyo slippers, akosagi bigiji kwa mdomo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ask your neighbor, are you in the right place? Amekujibu aje? Are you in the right place? You've come for the miracle? You've come for a miracle? So how will you get your miracle and your bag iko kwa neno evangelism center pale ilitokea Mombasa? Ama ilitokea kwa Ezekiel? Ama ilitokea kwa Kakande? That is why unaona una spend millions unaenda kwa Kakande only to come to be faced by dryness in your life. Kama PO box uliandika kwa Kakande na kwa Kakande umeenda one time. Itakujia wapi? Itabaki kwa Kakande. Sasa ikifika kwa Kakande, the secret is, wacheni niwaambie, the secret is ikianguka kwa Kakande na ulisharudi Kenya. Sasa kuna watu wametengenezwa na Mungu wanaitagwa caretakers. Mnawajua caretaker? Maybe you are one of the caretaker. Hawa watu wamezaliwa, they are caretaker. They don't have anything of their own. Wako ndio makiateka wa dunia hii, wanachugaga hiyo mizigo imekosa mwenyewe, wanapatuka na Mungu. Togikaraga na gari eno todo mwene Kenya. Bwana Yesu tuwe sana. Kuditi kitu yako imeshikiliwa na kiateka. Kuna gari unaweza ikutana nayo kwa barabara ina kai, hiyo gari ni dhakai. Hiyo gari most likely ni gari yako ilitokaga. Unaenda nakutana na kimwana umesema mpaka roho inakata ku. Unasikia roho imefika ku. Hii mwana mudosho kakaini dhakarai. He gives that. Kumbe Bwana ni yako. Anatumiwa na kimama kingine kia kusa changa. So by the time ukutana na hiyo Bwana, ukiomba sana, by the time you meet that man, utakutana naye akiwa hana meno. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Utakutana naye kama amekuliwa na jigas mpaka vidole zimekaa hivi. Na wakati ulimuona alikuwa smart, tall, dark and handsome. You are born. Mahidi maku. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyama ciaku no washamandirie nacio. No todo wale bise. Ciathire washitigire kwa Kakande. Kana wakisitigire kwa Ezekiel. Kana washitigire kwa Waruinge. Ugethina hau hage. Todo we busy. You are busy looking for that miracle because you want it to happen between in your time. That's a major problem we have. That we want all these things happen in our own time. Not understanding that God has his own plan, God has his own time, God has his own arrangement. There is time for everything. There is time for harvesting, there is time for planting, there is time for eating, there is time for what? Sleeping. There is time for waking up, there is time for night, and there is time for everything. And the Bible says that God will only come in his own time. And God, maybe your blessings comes after every 10 years. Look at your cycle of blessings. If, remember the last time God blessed you mpaka ukafeel, umeblessika. Mpaka ukifanya hivi tu muscles, unasikia uliblessika. Uangalie ulikuwa umeomba miaka gapi ndio ufike hapo. Sasa ufanye hiyo hesabu. Kama ulikuwa umeomba 10 years, mami, wakorete thina miaka 10, urarathimwo na kafikifiki, kana urathimwo na kapurado, kana urathimwo na motorcycle niko kafikifiki. Kama ulikuwa umeomba 10 years, alafu hiyo 10 years uombe tena for another thing, ufanye ujiga utoroke, hiyo 10 years iruke, hiyo mizigo yote itakuja, lakini itachukuliwa na caretaker. Now you have to pray for another 10 years. Because that is where your blessing comes. All of us, we have where tuko na mahali baraka inakujianga. Kuko na mahali. If God has tuned you in 2 years program, that is what will be happening in your life. If God has tuned you in 5 years program, that is what will be happening in your life. So if you miss the chance, intake ya mwaka hii, utaenda intake ya miaka ingine 5. Sasa hiyo utakuwa umemea devu kama wewe ni mwanaume, na kama wewe ni mama utakuwa umeng'oka meno ngapi?
Hiki kitu kimeingia na huko shida sema, kijana uone nimeseka, uniletee hapa kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why we have so many witches in church. Not because they were born witches. Not because they are created witches by their own parents. But because of you having positioned yourself in miscarriages of your destinies, you turn around, you become a witch. Because huyu, wewe umeokoka ni mlokole hata kudhioma na diomaga. Na ulikanisa hii ndio mliasisha. Tukakweta geke. Hiki kimekuja ndivyo atakuita. Hiki kimama kilikuja, mimi ndio nilikishikilia. Baka kikaanguka. Kilikuwa hata kila kitu. Sasa ndio yeye anaendesha gari. No, kutigudhi huko. No. Kaga hiyo akorogwa hia natia. Yani kaonaga Sidi wa Kikuyu mnafikiria kaonaga Mundu akiri agio kiri hagi kimona na thina arata akiri tari besa cia mbere kiri twa mucagire kinya tikiti. Sasa maombi itakuwaje? Maombi yako yote ina change. Baba, angalia watu wanakuja, unawabariki na mimi unibariki baba. Baba, ninawaitisha hata nataka ulisema ufalme ya mbinguni inachukuliwa kwa nguvu. Naitisha hiyo gari. And who mercy? Kanatigo mohoyaga. That is why in church we have a lot of witches. Hakuna mahali kuna warogi wengi combined together kama kanisani. You become so desperate because when God blessed you with a man, you didn't want that man because you are looking for a man with a pajero. A tall, a handsome looking man, and the what? A beautiful one, driving and owning a house. But the man that God brought you, ulikutana naye kwa mkokoteni kwa, hey sister, niaje? Kita sukuma tu. Wewe mdhuri wako. Hata ukasikia hii mwanake kwani huyu. Unamwangalia tena. Unaona huyu mtu damuone teko. Ushajikuta kwa hiyo situation. Unaona mtu damuone teko. Hujai muona, that is your man. Ni nyama silaje kuigushania. Manyama na mavivupa zinavurutana. Sasa wewe unaiginoa kimtu atikiki kimechakaa. Now you're looking for a Waruinge who is smart looking man, tall and handsome man, and a new baruda na anaendesha Range Rover. But you don't want to ask yourself one big question. Amelipa gharama gani kufika hapo? Na ile gharama amelipa ameilipia wapi? Ndio niendeshe gari hiyo unaona nikiendesha. Ndio nikuwe na nyumba mzuri na ndio nikuwe msupu. Nimelipa gharama gani na nimelipia wapi? Sio tu nimelipa gharama gani, kwa sababu inaweza kuwa nimelipa gharama, lakini nimeilipa nini? Could be nimelipa mama yangu. Could be nimetoa baba yangu. Could be ni mtoto yangu. Hiyo nyumba unaona ruda mzuri ni mtoto wa nani? Wangu. Ama ni mama yangu. Hiyo kigari unaona kile Jirova ni my brother. Ninaendesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe unasema tall and handsome. Oh my God has blessed me. Oh my God. Oh hallelujah. I'm blessed with a handsome man. Oh, wacha nikwambie. This man, he's driving a Range Rover. Oh, Jai. Oh my God. I thank you God. Kube ni nyoka ya mtu unathagia God nayo. Need to understand. How am I here? I've paid a price. To whom did I pay the price? The business unakuja unasema you find somebody doing some nice business because you don't want to struggle. You want just to get into a business as it's thriving. Ask yourself before the business, before Safaricom, we quit Safaricom. What is the price that has been paid? That is a price. Before kimudu tage kinyoroka kama wene kukuhodira todo kiri niko degoye mwana wako kuja hapa. Before kimudu giki kinyoroke ti oguore. Ohana ndugashoke wekera tunya mutu kiri. Before kitana kimudu giki kinyoroka wega. Dida na murume. Ni de mudu menyeje kuona kimudu farafara kama nyaje mambo kiukomfoa. Damuona todo ni mwikinia hubete taruto yo ule hubete daja kumuona ule hakete to maguta isura yake imekaa mzuri, haijapakwa blue band, haijapakwa kibo, imepakwa Nivea, imepakwa
ile aloe vera imepakwa vitu mzuri ndio afike hapo. Ndio apate aloe vera na apate Nivea na apate ile vitu zote, alafu aweke foundation. Nitako foundation ile afira ile ya kufunika mashimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana. Ndio afike hapo. Ama ninampata mama kama huyu anaendesha kipajero na ndiye deke mwana ndiye konoga ni akima ni kwa ile wanataka baby what? Wanataka baby mamas. Wanataka baby mama mashuka mami. Mama anaendesha Range Rover. Ananiita kijana yangu. Ako na kibeti imejaa pesa. Ndio afike hapo. Amelipa gharama gani? Bwana Yesu asifiwe sana. That is why we need to rescue our children. Because who is this that is ready to waste your money on a boy? You want just to go to bed with that boy. Why do you want to waste this boy? Why don't you tell this boy, you have to struggle, you have to do this? Why don't you tend to tell this girl, ambaye anataka kukuita wewe ni sponsor, why can't you tell this person that I have struggled to be here I am? This is what I'm going through. And before you hook to me, ask me, how do you live? How did you find yourself here? Go to prayer mountains and pray for that man, for that good man, for that bones and that meat of the meats. Bwana Yesu asifiwe sana. Because there is everything they say, not all things that shine is what? Is gold. And before you become a gold, you must have gone through a refinery. And by being refined, it means that there is fire that went through you. For you to become a pastor like me, there is a refinery. Nimekapitia. Tumekuwa na huyu anajua, tumekapitia. Mpaka wakatoroka wakaniacha. Jai kasidi mpaka tunaobana shilingi 100. Tunasema niende na igana limo noto kaya nile shilingi 30. Bwana Yesu asifiwe sana. So unakuja pastor ni blessed. I met a man. Oh, he's a pastor. He's a man of God. He's blessed. Yes, I'm a man of God. But what is the process for me to become the man of God? What's the process? What happened to me that now I'm a man of God? Was I dropped from heaven? I wasn't dropped from heaven. And that's a major problem that we have in churches. Major problems are people who come to seek for miracles. Yes, I will pray for you for your miracle, but the first miracle I pray, as I'm praying, naombaga Mungu akufungue macho. Kama vile macho ya Gehazi ilifunguka. Because Gehazi aliangalia mlima akaona venye wanakuja. So he was not sleeping. He saw something. Bwana Yesu asifiwe. For you to be blessed, you must be able to see something. That is when he rushed to his boss and told his boss, the people that are coming to Naisha, because he saw something. Before you want to be like me, did you see anything? Do you have anything that can be compared, that can be associated, that can be looked at? You want to be rich because somebody is driving a car. Do you know you want to come to a church and nikwambia pokea magari, fungeni macho. Pokea magari. Au utapokeaje? Sasa sipokea gari. Pokea gari. Ati ni anaga idhirie ni anadathimire neguonaga. No. It is a process. No kamiona, but it is a process. Maybe goka 10 years to come. I have an Alphard. And this Alphard, before I bought my Harrier, that is when I had a dream of an Alphard. It took me 7 good years, and somebody prophesied to me. Alinibeba na gari yake na akaniambia Mungu ameniambia atakupatia gari kama hii yangu, an Alphard. It took me 7 years for that prophecy to be fulfilled. Yes, I got it. But the process went on. The process went on. And na hiyo gari ilinunua nikiwa kwa madhabahu hii, because I was preaching on Sunday. And after nikaangalia hivi, nikaona kuna mjamaa ananipigia simu sana. Is a man nilisaidia wakati ule, nilikuwa upande ule mwingine. Nikamwandikia kabarua, akaenda Amerika, akaenda akajipeana kwa asylum seeker.
Kwa sababu nilikuwa nimemwandikia kabarua, nikamwambia kwa sababu umehama kwa kikundi haramu, tutakukata shingo, masikio ukule, tukukata vidole ukule, yani a scary story. Ndio msuku akiona huko anasema no, you can't go back, these people, alafu tutakutoa gosi. There are so many people in America ambao walienda through that process. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why we want to reverse those things, because that is a curse. He is in a land on a lie. Na the time wale walikuwa wananiangalia kwa hata wengine wakakuja wakaniambia sasa hiyo maneno nafanya ni maneno gani? Wakati niliambia ma ex wangu wote wakuje tusameheane, because I want to be clean. I want to be clean. I know I did it. I was not a good man. I wasn't. Dareke hato. Diona kadhikati. Nikiona tu zikati naanza kufanya hivi. Mwili yangu inachamuka. But after coming back to Jesus, and Jesus got into me, the next step is you start repenting. That is the process. Don't go cheating people ati Yesu alitukufia. Yes, alikufia kwa wale wanaomwamini na wanaomfuata. Na wanaomwamini, Biblia inasema atakaye kuja kwangu atasamehewa na Baba yangu. Anakuja kufanya nini? Unaenda kufanya kwa nini kwa Yesu? To tell, this is what I did, to repent. When Hagai alifukuzwa na Sarai. Wakati alifukuzwa alienda kwa kichaka somewhere in the bush. Akiwa in the bush, the angel of the Lord appeared to him. Alimuita jina Hagai. What are you doing here? How can I call you your name and I don't know what you are doing there? Bwana Yesu asifiwe sana. I will call your name because I know you. And of course, alimkuta kwa kichaka, hakumkuta kwa street wakipitana, alimkuta. Kwa hivyo the angel alijua mpaka mahali ako. Lakini akamwambia, what are you doing here? Naye alimwambiaje? Nimekosea bosi yangu. So that confession, that is what God wanted. So kama ulifanya maneno na hauja confess, na wewe ni mrokole kanisani, wewe ndio unaobeaga baka watu, you are doing zero work. Wacha kutujanganya hapa ati Yesu ati Biblia Hebrews sijui wati ili tulisamehewa, hiyo maneno iliisha. Nothing. It is still standing waiting for you. Confession will set you free. Confess no matter what you did. Confess it. Kama ulilalo na wewe ni wanaume 300, kuja tu hapa. Confess it. Kama ulitoa mimba 800, confess. Because you will never succeed in life. No matter how you say you are saved, you will never succeed. This is, ndio unasikiaga ndio miracle. Because ulifugwa. Kama ulifanya abortion, you killed. Life begins at conception. So ukisema Waruinge ni mtu mbaya, ni muuaji venye mnasemaga, kumbuka zile mimba umetoa. Kumbuka zile mapiriton, ni mapiriton ama zinaitwa nini? Zinaitwa piriton. Hizo, kumbuka zile umekunywa, umeua nini mayai gapi? Wewe ni muuaji. Wewe ni muuaji. Si wewe. Ule amestuka. Yeah, because you have killed. Life begins at conception. Kama uliwahi, kwa sababu uliona you are not ready, you are in school. Ulikutana na kijana December, wakati December, si unaona December, ukale kwa Maigoya, mlikutana na ukadugwa, ukaenda ukabia daktari Nyamu nitoe, na akakutoa. You are a murderer. Not until you confess. And again, that is what we call a spiritual mistake, compounded by a blood mistake that we do in life. Because you have killed, that is blood. But the act of doing it is a mistake, a spiritual mistake. And when you are in a spiritual mistake, the mistake will go for 10 generations, not 5 generations. Any spiritual mistake that you do goes for 10 good generations. And the blood, not until somebody comes and breaks that blood, you are forever enjoined. Siseme ati damu ya Yesu. No, damu ya Yesu iko, ilimwagika for you to be open so that
the platform yako ifunguke uelewe. That is why Jesus told them, pray and you will. Yeah? Pray and you will be answered. Seek and you will. Knock and you will be. Yes. What is the theory? What is it? Pray, uombe, na ukisikia maombi haiendi mahali popote, stop the prayer. Stop praying. Ukwe kama Hana. Stop praying. Ukisikia maombi imekataa, wachana na maombi hiyo kabisa. Stop it. Do what? Start seeking from God, not from man. Not from what you are praying. Now seek from God. Why are your ears not listening to me? Ni kwa nini Mungu hunisikii? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umeomba, umeenda kwa nyumba zote za maombi na nothing is happening, stop completely. Funga hiyo milango. Don't waste more time because there is something stopping you. Now that is what you do. You do what? You go to seek from God, not from man, from God. You ask God, why are you not listening to me? I have given my sacrifices. I have given my tithes. I have gone to churches. I have supported the work. I have supported the men of God. I have done this. But the more you give, the more you become poorer. The more you get into the church, the more you sacrifice yourself, the more you are becoming poorer. Means there is an ear of God that is shut. He's not listening to you. And the devil anakusikiliza, anaona venye unapiga makelele, anakasa sasa kabisa ndio ukufe. Kwa sababu anajua unaenda kumwacha. That is the time you stop praying and you seek to know from God what is the problem. Bwana Yesu asifiwe sana. And seeking, it is going now deep in God. Tell me what could be the problem. Then God will tell you, you did an abortion. Number one. Or your mother did an abortion because you could be suffering a disease or a problem caused by your own parents. Bwana Yesu asifiwe sana. If your mother did an abortion, 2 or 3 or 4, any number of abortion, what dies is the body, not the spirit. Did you know that? Did you know that? Mommy, did you know that? That what dies, it is the spirit, is the body, not the spirit. Your body will go, but your spirit will remain. So this boy or this girl that you killed, the spirit is still intact. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mtoto anaendelea kukua. Kama wewe sasa ndio ulizaliwa baada ya watatu kuuliwa, ujue you have 3 sisters in the spirit who are looking at you. That is why when you want to do anything, because the mother preferred wale ambao walizaa, lakini hawa wengine hakuwa prefer. In the spiritual realm there is warfare between those who came and those who did not come. Because who did not come, they are asking question, why are these so preferred than us? So what will happen? You will go to nice school, you will go to everything, you will be educated, but the time when you want to stand doing things, unajikuta umeanza kuvuta sigara. Hawa watoto ulilea vizuri, unaona wamegeuka, wamekuwa wabaya. So you cry to God, you ask God, Father, I've been to church. Mimi ni Mother Kirodi. Mimi ni nini? Mimi nimefanya all these manner of things. What happened? Why? What's happening with my children? Wameenda America, wote wamekuwa drug addicts. You spend all your money. Because there is warfare between the living in the physical and the living in the spirit. They will never allow these people to grow. They will forever fight them. Until such a time, your mother will confess and say, I did this. That is when the umbilical cord will be cut. And these people will be sent. That is why we command the dead to go where they belong. But as long as you've never sent them where they belong, they were still existing. Tunasikia vitoto vya kiroho vinatembea. Sasa labda uko na sister mkubwa ako hapa na kunyaliraga. Ukienda kupata bwana anakuja anatoa bwana. Unasikia spiritual husband anaingia. Ukienda kufanya kakitu unasikia kameeda.
The day you are supposed to be given, kamechukuliwa. Those are those children ambao mama yako alizaa na akaua. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the major problem we are facing from our own parents. Mama yako na baba yako walienda kwa muganga, wakachagwa chujo, wakawekwa huku, wakachajwa. Wangapi wamechajwa hapa? Wangapi wameenda kwa muganga? Inua mkono yako juu kama umewahi kwenda kwa muganga. Kama mimi nilikuwa kwa muganga. Anaitwa kanini? Inua tu. Nyinyi ni wazuri. Wazuri kabisa. Hallelujah. Heavenly bound. So mama yangu ama baba yangu alienda kwa muganga. Na ni zamani sana 1963 kwa 1961 1963 58 huko ndio walienda na akachanjwa, akawekwa ndani dawa kwa mwili. That person is an altar walking because aliwekwa nini? The powers of the dark world. Kwa hivyo you are turned to be an altar. So until today, kama mama yako amechajwa na hajai repent, hajai recount, she's an altar of witchcraft. So nowhere you will go in your life as long as you are connected with her, you will never succeed. Wale watu utakutana nao, ukikutana kimwanaume, utakutana kimwanaume kinaabudu shetani. Because you are founded from an altar of witchcraft. The altar that is in position ndio inaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. The altar that is in position, iwe ni ya shetani, iwe ni ya Mungu, hiyo ndio inaongeaga. That is the altar that is speaking in your life. So kama mama yako alikuwa mchawi, lakini sasa ni wa madhagirodi, na baba yako alikuwa mchawi ama alienda kwa uaga, sasa anavaa ile koti ya red ya kanisa ama ile ya black ya kanisa, na hako na kitambulisho, waliokoka na hawakurecount, hawakudeny, hawakujikatanisha na hiyo umbrella. I want to tell you, hata wewe ni mchawi, kwa sababu you are operating under the altar of your father and your mother. Bwana Yesu asifiwe sana. Whether I'm making sense to you. I want to read to you one verse hapa, and then I'll come back to you, and let's go the book of Judges 6. Sasa sijuagi ni kwa nini huyu Mungu anani. Nimepanga masomo mzuri, amenigeuza. Ndipo nimetukua wakati mwingi pale nikipanga. Weje nitawahubiria mpaka mtoke hapa mkiwa na magari na Range Rover na makantari karina kateria. Sasa angalia. Fundisha mimi mwingine. Lakini that is the best. Aspire to be like that. That you don't preach that is yours. You preach that is from God. Amen. Hallelujah. So let's read. I want to show you how this thing will follow you. In Judges chapter number 6 verse 1, the Bible, the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord. And the Lord gave them into the hands of the Midian for 7 years. Judges number 6, chapter number 6, Judges. Kawale wa Kikuyu ni atire livoroli. See, and the people of Israel did evil in the sight of God, and God handed them over into the hands of the Midian for how many years? 7 For 7 good years. Now, if you read down, you find Gideon, to some verse like verse 7. When the people of Israel cried out to the Lord on account of the Midian, the Lord sent a prophet to the people of Israel. And he said to them, thus says the Lord, the God of Israel, I led you up from Egypt and brought you out of the house of the bondage, and delivered you from the hands of the Egyptian and from the hands of all who oppressed you, and who drove you when out before and gave you their land. And as I say to you, I am the Lord your God. You shall not fear the gods of the Amorites in the whole land you dwell. But you have not obeyed my voice. Hallelujah. Remember Gideon, when the angel of the Lord appeared to Gideon, Gideon was asking the angel, when the angel came and told him about the God,
And Gideon asked the angel, Gayoyo twirago wale na maithe maithe. Huyu Mungu ambaye alikuwa na mababa zetu, akwani alienda wapi? Gideon had prepared 32,000 men to go to war with the Midians. Gideon had prepared an army of 32,000 people. Kushokanilea do 32 ni kitu rahisi. Kuleta 32,000. So this man was highly favored by God. That he had people who can listen to him. He had people who can follow him. And he had a huge army that followed him. And one time when the angel appeared to him, he asked the angel, what kind of a God are you talking about? Which God are you telling me? Where is he? We are telling us that alikuwa na Musa, he delivered. He was with Abraham, he was with his. Why is he not with us? Those are the questions Gideon was asking the angel. Bwana Yesu asifiwe sana. But had Gideon read verse 1, he couldn't have asked those questions. Because it is them that did the mistake before the eyes of God. And God handed them over to the Midiani. Who are the Midianites? Midians, when the children of Israel walikuwa wanalima, wakilima, the day of harvesting, wa Midiani wanasimama. Ekalia. They will work. The children of Israel walikuwa wamewekwa uoga mpaka walikuwa naishi kwa macaves. The day of ya kuvuna, tinigwa mathi kugetha waru. Ekalia. Wakilima, the day of harvesting, wakelea. You need to think of the spirit of the Midianites. Spirit ya wa Midiani. It eats when you are harvesting. When you are doing the job, it doesn't come. When unafanya kazi yako ni kuplant, kulimia, kuinvest kwa duka yako vizuri, hiyo hawakujaki. Watakuja siku utawekelea sahani kwa meza. Wanakuambia leta hiyo sahani. Nani alikwambia? Nani alikupatia ruhusa ya kukula? So Gideon was so annoyed with everything that was happening in his life and the people. But who led the children of Israel to do this? Remember, and God was annoyed with them, then God hardened them over to their enemies, that were Midian. So who was the devil? Who was the devil there? Yeah? Nani alikuwa shetani hapo? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo shetani mmemuona? Are you seeing a devil there? No. Wa Midiani kulingana na Gideon alikuwa shetani. Walikuwa watu wabaya. But who brought the Midian in that land? It is God. So the Midian were the sacred hand of God. And he was punishing his own children by providing a secret army that will deal with you to come back. Gideon prepared 32,000 men to go to war. Bwana Yesu asifiwe sana. But God in his own wisdom alikuwa ameketi kwenye kiti chake anachungulia ujinga ya Gideon. Remember, Gideon was planning all these things wakiwa na baba yake Joas. Because waliishi, so unaishi na baba yako, unaishi na mama yako. So as they lived with their parent, this boy was planning. Only Joas, when the angel came, and as they were seated on a tree, now verse number 11, now the angel of the Lord came and sat under the terebinth at Ophrah, which belonged to Joas, the Abezerite, while his son Gideon was beating out wheat in the winepress to hide it from the Midianite. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you, O mighty man of valor. And Gideon said to him, please, sir, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where all these wonderful deeds that our fathers recounted to us, saying, did not the Lord bring us from Egypt? But now the Lord has forsaken us. Now the Lord has done what? Has forsaken us. Do not the Lord bring us from, but now the Lord has forsaken us and given us unto the hands of the Midian. And the Lord turned to him, and the Lord turned to him and said, go in this might of yours and save Israel from the hands of the Midian. Do
do not I send you? And he said to him, please, Lord, how can I save Israel? Behold, my clan is the weakest in Manasseh, and I'm the least in my father's house. And the Lord said to him, but I will be with you, and you shall strike the Midian as one man. And he said to him, if now I've found favor in your eyes, then show me a sign that is you speak with me. Please do not depart from here until I come to you and bring you my present. Set it before you. And he said, I will stay till you return. You see? In heaven, Gideon is known as mighty man of valor. That is what the angel is calling him. In heaven you are known as a mighty man of valor. In heaven you are known. Mwanamuke bomba. Mwanamuke shupafu. A woman can do things and make things work. That is how you are known in heaven. But in him, Gideon himself is saying, me, I'm the least in my family. And we are the least in our clan. You see the contradiction? God has a different record from what the record you have in your mouth. Praise be the name of God. God is seeing a huge human, but you seeing a tiny woman. That's the beginning of your failures. That's the beginning of your failures in life. Because God is seeing a powerful woman. He's seeing a power of Gideon who is to liberate the children of Israel. But Gideon is asking, how can I do this? I am the least in our family. And I am what? I come from a clan that is least. So we are not worthy to stand before you. And immediately when he heard this could be the voice of God for the first time. Because when they were born, they found their father worshiping in the Baal, altar of the Baal. So they all believed and knew the altar where their father was worshiping, it is the altar of God. Gideon was preparing all this army to fight the Midian, but only the father of Gideon knew the secret. He's the only person knew that there hiyo kwa hiyo madhabahu hakuna Mungu. Kumbe Gideon was preparing 32,000 men against his own father. Because it is his own father that erected the altar of the Baal. Hallelujah. And Gideon was preparing and informing his father what he is doing. Every day he planned to go to war. Every day he planned for this liberation. Every day he planned for this kind of new wave. He was speaking to the father. Daddy, give me money. Daddy, give me something. I want to rush somewhere. Daddy, I'm going to meet this man. But Daddy knew the problem we are encountering, it is me. It is the cause. I'm the cause of the problem. But Gideon never knew. The generation in Gideon never knew that their father is the problem. He did not need 32,000 men. That is why the angel tells him, you alone can win this battle. Because it is not about the Midianites, it's not about the Amorites, it's not about the people from the south, it's about your father. Hallelujah. Could you be facing challenges not because of the people you think are witches, but because of your own father you love? The father you dearly love. The father that when he comes, you, oh daddy, unamshika mguu hapa, na mwingine hapa, oh daddy, kumbe ni mchawi, is the one causing the problem you are going through. So when this Gideon discovered that this is the angel of the Lord, and for the first time akaona kuna connection. Remember I had asked the angel of the Lord, where did this God go? So for a long time, for 7 years, they never worshipped God. They never knew that they are not with God. They never knew. They always thought they are with God. But they came to discover that the time he discovered, I have not been with God. Could you be moving and have been moving around worshipping the devil, thinking you are worshipping God, and abusing God, thinking he's the devil? Hallelujah.
Na tokora ucio wetaga Ngai ni shaitani. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Because Gideon hakuwa anajua the cause of the problem they are going through. It is not the Midian. Hawana shida. Ni kutumwa, ametumwa kazi. Hiyo problem ambayo unapitia labda imetoka kwa Mungu. Hiyo challenge ambayo unapitia saizi labda imekam is from God. It is the other hand of God. It is a secret army of God. That imekusqueeze mpaka umekuja kwa Waruinge. The former Mugeke leader. Of all the people. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you've been fighting a battle, not understanding this battle imetoka kwetu nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. That your mother is the one, ndio mchawi na ndio wakwaza kanisani. Niwe toraga matega maria maige kanithaini. Hey, mother yagosha kumaria ndahonokire Yesu ni andeithĩtie na akandeithia na akanda nikio ni ndiendaga mundu andutire wĩira. Staki kwenda na hiyo wĩira yako mbali kabisa. Hiyo shuhuda mrefu ati nimeokoka, Yesu ni Bwana, amenilida, ameniwenya tangu kuokoka, inakuigwa ndaigwa komna, no kuigwa ndaigwa, na kikadireka. Nonsense. Take it away from me. Give your testimonies to God, not me. It is only God who knows who you are. Me, I can see a beautiful girl, kumbe ni mchawi, ni nyoka. Ona kile tu mwegato upete kumbe ni nyoka geha kido kabete. Bwana, hiyo ushuhuda jiweke. Wachana na mimi. I've met several snakes here. Very good people, very passionate people, very wonderful people. Kumbe ni manyoka. Ile kazi anarudi kukufanyia. We. Nakaaga kama kangauru. Na ile kitu kanaitwa kangauru. Hapa. Na kutoka ni mimi niliamua hivyo. Hivyo nitakaaga kama kangauru. Sitaki urafiki ya mtu. Hata the Lord has sent me to come and assist you, to come and be a blessing to this ministry. The Lord. Which Lord? Tell me, I want to know which Lord. Yes. Because Gideon, the father of Gideon, walikuwa wameambiwa, do not worship any other God. Do not worship the gods of Amorite. But they all in their own wisdom wakaborrow information from the Amorite, and they built an altar of Baal, then lied to the entire society at the help of Mungu wako. And God was not there. So for 7 years, the children of Israel suffered in the hands of the Amorite, of the Midians, and from the people from the south. The Amalekites. They suffered. Walifanya usiku. Walinyaganywa mali zao. Every time they will work, they will do everything, but the time of harvesting, everything is taken away. Ukajaka kujua biashara yako imeanguka. Na inaangukanga wakati wa kwenda kukula. The spirit of the Midian is in you. And the spirit of the Midians comes from your parents. It is not from your neighbor. It is not from Uganda. It is from your household. Because there is a hand of God in what you are going through. The suffering you are going through, there is a hand of God. God loves you. That is why he brought those people. The challenges hiyo shida munapitia, it is because God loves you. That is why he has sent the Midians to come and trim you, kukutengeneza. Baka ukuja kwa Waruinge. Hallelujah. Mami. Urego horoshi na gutwarithia ate. Nirathie ukurikeire wega. Urego ate. Nuraona? Good. My friend. Unajiona? Otodi hakuwa mbaya. Ni Midiani. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever that you are facing, don't look at it wacha kwenda kuitafuta kwa shetani. Itafuta kwenu nyumbani. Look for it in your household. So had Gideon read verse number 1,
The people of Israel did what was evil in the sight of the Lord. If he had read that one, he would not have gone building an army of 32,000. He would not have been running up and down. They could have only gone to their daddy wamweleza fafa. Niki, hii ni maneno gani umetuletea hapa? Because your father was a witch. Your father was a robber. Your father was a rapist. Your father was a conman. The land you are seated on ilinunuliwa na pesa ya wizi. Na ni baba yako, the only person knows. Si ni baba alienda town. Mama zetu walikuwa naishi huko nyumbani. Baba alikuwa anakujaga mwisho wa mwezi akiwa na pesa. Bwana Yesu anachia mama na mama naye ananunua shamba. Lakini hiyo pesa ni watu wangapi wamenyogwa? Ikienda kununua hiyo shamba, there is somebody anaogesewa damu Kenyatta. Niambie kama utapata amani. You will never find amani. You will forever live. Naye mama yako ndio mkule kwa sababu baba ameishi sana kule mjini. Mama kuna kamseke geni hapa anapita nako. Ile chakula yote mnakula. Na hata labda ukiangalia wakati siku hiyo mlifukuzwa shule, baba kwa sababu hakuwa na simu, huyu mama alikimbia kwa ule mzee wake wa kado, akamwita ndukene geragirithano mwana acoke thukuru. No ngirithano. Okay. Ugathomithio na mbeca cia kirumi. Ni ugakitherema. Ciana cia muthuri ucio tondu ni mami wanyu ni aborire mbeca ciothe muthuri ucio cikiaga guthoma cituraga na mahoya we Ngai. Cituraga na mahoya. Ngai turirikane. Baba tukumbuke. Roka ya ramakete rebosa ya naya. Ocia kuageria guthomithio. Cigaikara ta cia mami wanyu athukirie. Kou gutathomirwo cia kwiti guthoma. Ugacitwara thukuru urihaga 500,000 school fees. Ukarehagĩrwo kiana kĩanyuire bangi na ndawa cia kũrebia. Kuna mwingine nilitoa bali kwa na mom. You are so stupid. Kai. Paka nikasikia huruma. This man. You're so stupid. The mother. Nikamuuliza nikiwekile. Sasa ndiye tulikaa chini akaanza kulia. Akaniambia what she used to do. Kuna boma ya mtu aliharibu na watoto hawa hawakusoma. The same thing has happened to my children. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Pokeeni gari. Pokeeni mashamba. If I told you, Mami, if I prophesy to you about pokea gari na nikupatie mafundisho, nikusupokea gari, nikupatie mafundisho, what would you choose? Yeah? Yeah. You rather go for teaching because the teachings will set you free. You will be able to know why you are suffering. You will be able to go and confront your mother. Unamkaliza chini na muuliza, "Mami, niambie tu ukweli. Ni kwa nini naonaga brother yetu ni mweupe na sisi wengine sote tutakuwa black?" Ni kweli. Si ushaiangalia kweli unaona yule ena round face na hizo tutakuwa tena dure ya makode. Na sikumbuka ile ya sauma makode. Silikuwa ile face silikuwa zitateremka hivi, lakini kwetu sasa wewe ni round face na brother zako zote ni sauma makode. Uliza mamu tu mnamuliza haradhi atia. Hapa hii maneno inaidaga aje? Bwana Yesu asifiwe sana. Because that is the beginning of understanding how to come out of the problems that you are facing. That's the beginning of knowing what could be your disease. Because most of you are suffering not because you committed anything, but because you have been brought up from a foundation that was wicked. Then the angel says, then this man comes and says,
And where, verse number 14, and the Lord turned to him and said, go in this might of yours and save Israel from the hands of the Midian. Do not I send you? And he said to him, please, Lord, how can I save Israel? Behold, my clan is the weakest of Manasseh, and I am the least in my family. And in verse number 16, and the Lord said to him, but I will be with you, and you shall strike the Midian as one man. That is the most powerful statement there. In everything there, the most powerful. He gave him a link and a direction that this is not a battle for the community, it is a battle for one man. The one man that is in your house. Hallelujah. It is the battle for only what? One man, and this man is in your house. Don't prepare an army because you are not going to fight Midians, because Midians are part of me. So you don't know the enemy. You don't know the enemy. That's what God was telling him. The battle will be won as one man, not the 32,000. Hapo ndio angekuwa na akili ajue ati one man. Na mimi natengeneza 32,000. Kwani kuna nini? Hapo ndio angeza maswali. Hapo ndio angeza kujiuliza maswali. What is this that God is telling me? God has been speaking to most of you that the problem where the problem is, God has shown you red flags. God has shown you everything in your life. But because you are so busy denying and decaying and libakudering, you don't have time. Mumiokoka baka mmekoka kuliko Yesu. In fact, if Jesus came to Kenya, the first people to lynch him will be Christian. So if the pastor is wearing a designer, una expect Jesus yakuje aje? I'm telling you, Kenyan pastors will be the people to lynch Jesus if he comes. Mimi naweza tu nisitaki asikuje saa hii. Kwa sababu mapasta ambao tuko nao watamlynch. Because the pastors believe that if you're a man of God, must be a designer. And a touch phone. It's a wrong perception. But this guy was told, this battle will be won by you alone, not men that you are prepared. Not that energy, not that money you unapeleka kwa Kakade, not that money unapeleka kwa Ezekiel, not that money unapeleka kwa TB Joshua na kule kwingine. No. It's about your soul and yourself with God. Hata uende wapi, hata kukuja munabii anatembeleaka kule kwa Yesu. Tuko na Yesu Kenya, si ndio? Yeah? Tuko na Yesu Kenya, alikuja. Yeah? Tuko na Yesu. Anaitwa nani? Ni Wafula. Si Wafula, Wanyonyi ni Mungu. Ni Mungu. Hiyo ni Jehova ya Wanyonyi. Kuna Yesu sahihi. Eko hapa Western. Lakini tokeni. Kuna Yesu sahihi. Huyo wacha uone venye watamfanya. Watamkoroga mpaka atamusika. Huyo msemo mwingine walisika hata sahihi wanangojea abubuke. So when he was told this battle, you are going to win it as a man, not as a community, he could have asked God how. So stop, tell your neighbor, stop what you are doing and have time with God to listen to him because he is talking to you. God is speaking to you. That what you've been doing is completely wrong. What you've been doing, it is completely out. Those prayers you've been moving around, going up and down, stop them. Sit and give God an ear to listen. Amen. Just give God that your ear. He is speaking to you. Amen. He is talking to you. Wachana na mapasa sasa, wachana hata mimi, wachana mimi. Enda mahali keheri, kaa peke yako. God has never and will never speak to us. Did you know that? Did you know that? God has never and will never speak to us. And he has never spoken to us. He speaks to me. Hallelujah. God will always and has always speaking to me, not us.
In kanisa, God will never speak to us. God will speak to you. If I ask you the teachings, I place question here, your answer will be different. Your answer will be different from this answer. Your answer will be different from this answer. Why? Because you heard it differently. But it was coming from one mouth. So when Gideon was told, this battle will be won by you, he should have asked God, how? Then God has an answer for him. Then God tells him in verse number, once he discovered that he was speaking to God, verse 19, so Gideon went into his house and prepared a young goat and unleavened cake for the altar of the floor. The meat he put in the basket, and the broth he put in the pot, and brought them into him under the terebinth, and presented to him. And the angel of the Lord said to him, take the meat and the unleavened cakes, put them on this rock, and pour the broth over them. And he did so. Then the angel of the Lord reached out the tip of his staff that was in his hand, and touched the meat and the unleavened cake, and the fire sprang up from the rock and consumed the meat and the unleavened cake, and the angel of the Lord vanished from his sight. Do you know what he did? When he discovered this is the angel that he was speaking to him, he stopped every conversation and ran back home. Got a goat slaughtered and a bread. That was his first sacrifice. What? A sacrifice, personal, a personal sacrifice. When you encounter the Spirit of God, when you encounter God, the first thing you want to do immediately is a personal sacrifice, to connect yourself with this presence of God. That is the first thing you do. You connect yourself. You raise a sacrifice. You connect yourself with the word of God, with the presence of God, and with the plan of God. So from there, you open the door for God to come in. Because he discovered, in this world I'm alone. That is why he ran and raised a sacrifice. Once he raised the sacrifice is brought it, and then the angel with his staff akamwambia awekelee kwa jiwe, akainyoshea vimbo yake, moto kawaka, meaning the acceptance of the Lord. The personal sacrifice ignites the fire of the Lord in you. So from there, you start seeing things differently. So the first sacrifice is personal sacrifice, that will let you, the fire of God, be ignited in you. And from there, you don't need a pastor. Hallelujah. So, verse 21, then the angel of the Lord reached, verse 22, then Gideon perceived that he was the angel of the Lord. That is now, macho imefunguka. That is when now he perceived that this is what the angel of the Lord. And Gideon said, alas, O Lord God, for now I have seen the angel of the Lord face to face. After you do the personal sacrifice, you see God face to face. Now you will start seeing things differently. You will start seeing things the way they are supposed to be seen. You will not be moving from one pastor to another pastor. You will not be moving from one prophet to another prophet, because now the Lord has come. Oh, what you need to connect yourself with God, when you are in the presence of God, when you discover where I am, this is where I'm supposed to be, and this is where I'm supposed to be doing things, do it now. Do it, and once you do it now, you get connected. You get the wires, you get the electricity, and the fire will be ignited. Immediately, his eyes opened, na akaona, haya, kumbe yu alikuwa malaika. Then he realized, we are back. Hallelujah. He realized we are back. We are back.
He says, we are back. We are back. We are back. That is the time you see your redemption have started. After he did the personal sacrifice, the redemption started again. And they started seeing things differently. You will see things differently. You will see the power of God. You will see the authority of God. You will see how God loves you. But then from there, alas, O Lord God, for now I have seen the angel of the Lord face to face. But the Lord said to him, peace be with you. Do not fear. You shall not die. Hallelujah. That you are not going to die. Remember, what has ignited? That sacrifice have ignited now the promises of God. That do not fear, you are not going to die. Don't be worried of that disease. Don't be worried about those people who are fighting you. Don't be worried of that business. Don't be worried about that family. Don't be worried about anything, because now I have come back. I am back with you. I will be walking you. I will move around with you. They did it. Once they ignited the presence of God, God will walk with you. That is why I say, I will never forsake you, nor will I leave you. I will walk you, even if you are going to walk in the shadow of the valley of death. You are going to be with you. Amen. Praise be the name of God. Wow. Then Gideon built an altar. After you give your personal sacrifice, you build an altar. The altar of God. So that this altar will be fighting for you. This altar will be doing what you are supposed to do. That is the role of the altar. Then Gideon built an altar there. That's verse number 24. To the Lord, and called it, the Lord is peace. So once you give the personal sacrifice, what have you invited? The peace of the Lord. And you now relax. Hallelujah. You relax. Once you have the peace of the Lord, you relax, and now you sit down and wait for the instructions from God. You start saying, God will start now doing the job. He told Jehoshaphat, sit down and see the deliverance that I'm about to bring to you. Remember, it was a threat. It was bad news that about three communities will come up against the Israelites. And Jehoshaphat was so trembled that he went asking for people to fast. And they fasted. The whole country fasted. Well, after they fasted, that is when now the angel, God sent a prophet to them and told them, don't prepare an army, prepare praise and worship. And you're going to win this battle. Amen. Tell your neighbor, I have had it. I'm going to win this battle. Already I've won it. Mwambia, already I've won it. Then now you're going to build the altar. Then Gideon built an altar there to the Lord and called it the Lord of his peace. To this day, it still stands at Ophrah, which belongs to a Bezerite. I've been there. That night, the Lord said to him, take your father. That night, now God has come in now. Remember, for 7 years, they didn't see a God. For 7 years, you've not been seeing God. You've never heard of God. That night, after he did the personal sacrifice, that night God came. That very night, the Lord said to him, take your father's bull, the second bull 7 years old, and pull down altar of Baal that your father has, and cut down the Asherahs that it is besides it. Did he tell him to go and beat the Midianite? Amemwambia aende kwa nani? Kwa baba yake. Kumbe ni baba. Kumbe ni dhaguo. Usiende tamuno tanyama ya tanyama. He told him, take 2 bulls from your father. Go and destroy the altar that your father did. Because that is the enemy. So what is in you is the enemy. Not that which is outside you. You are the enemy of yourself. Hallelujah. Sasa unaniangalia na macho ya huruma ati how now. Tefafano adoge.
This man Joash organized for the construction of the altar of Baal against the will of God. These all led to the entire society, the entire community to suffer for 7 good years. The act that you do, the small act you do, might cost not only you, a generation. Maybe you are suffering because of your grandfather. Maybe you are suffering because of your grandmother, the great-grandmother. What they did long time ago, 300 years ago, 400 years ago. It's very important for you to know that what could be the problem, it is not what you think. What brought you here, I know all of you. What brought you here, now it may change. Is it true? You had came mwekelewa mkono. Aliyokigo kemwe mundu wa Ngai. Wenu dukate ya kahida gaka. Ni di dukate ya kahida gaka. Di dukate ya mahida mothe. I'm not for this time. I am forever. Yes, and I will see the goodness of God. Musiniuwe. Ora ganiaya. Di dukate ya kahida gaka. Toni moba geire. Toko kuhudhira miaka 5 tulete mwingine wewe tulikuona kata ikonia ngo sitoki muliniua nikiwa mugeke mukashidwa. Mumenipeleka jela mara 52 kana 52. Hii mwili yangu iko na risasi 12. Jela nimenyogwa mara ngapi? Mashini nikataa nikiwa mugeke. Ni haha. Muragekire mahetia. Mulifanya makosa kunikubalisha. Hapa sitoki ngo. Until Africa is for Christ. Until the whole world, they know I have started the journey. On 10th, I'm in Dubai. I have begun the journey to conquer the world. Hallelujah. I have to preach this gospel. Na nataka kuhubiria wale walikuwa naomba nikufe. Unajua Kristo waliomba. Walivuka, walienda kwa milima. Wakaenda Heaven's Gate, wakaenda Katoroni. Baba tunakuomba. Yakoro Mosaya. Tora waraiki akufe, yakoro mokoto tore Mosaya. Kuna mama mwingine Dhika alitoka maombi Katoroni na wakaomba na Roho wa Mungu akasema huyo jamaa atakufa. Walitoka kule Katoroni. Wakaenda sasa unajua ile hoteli ile Dhika inaitwa December Hotel. Alipotoka tu alinikuta nikikula hapo. Aliniangalia. Mimi sijui kwa nini alikuwa. Sasa mimi nilifikiria ni mtu tu ananiangalia kwa sababu walikuwa ananiangalia na alianza kutetemeka. Sasa tukaambiana na vijana wangu nikaambiana mtumie na enodo. Hebu twende tumuharas kidogo. Endeni mumuharas. Kuna kitu. Ni vile namwangalia. Venye anatetemeka kwa sababu ameingia kaanza kutetemeka. Huyu mtu ako na kitu. Kuja. Wewe. Kuja. So nikatuma na akaharasiwa kidogo. Akastuka. Makojo. Tukamwambia kuja. Tukajua hapa iko maneno. Tukamwambia kuja. Akaeto karibu na mimi. Nikamuuliza nini mama? Nisamee tu. Nibaliniambia nisamee tu. Nilikuwa kusamea umefanya nini? Akinisamee. Akisitarudia tena. Ni nini? Tumetoka maombi kukuombea ukufe. Kukuja tu nakuta huko hapa. You will never die until God says so. They can never take you away until the purpose God created you for is fulfilled. You are here on a mission, and the mission must be fulfilled. Never be cheated by anybody that they are going to kill you. They are going to die before you die. Never be cheated that they are going to steal it from you. Theirs will be stolen before they even think of stealing from you. Seek this God and seek to know who could be the problem. Because you are here on a wrong decision. Here, nyinyi yote, you are here on a very wrong decision. And I know, I'm glad that God has made you to rediscover yourself. To go and reignite and see to it what is the problem. And this is what happened. That night, the Lord said to him, take your father's bulls and take bulls 7 years old and pull down
the altar of Baal that your father has, and cut down the Asherahs that is beside him. He tells him, take 2 bulls. Take what? Take 2 bulls. Of how old? 7 years. So what a coincidence. There were 2 bulls of 7 years. What a coincidence. Who tells you what you are supposed to give? It is only God. He had prepared the 2 bulls for this occasion. Bwana Yesu asifiwe sana. What you are supposed to give as a sacrifice, it is already prepared. I will never tell you, go get me 200,000. Nikuvujie, I'm a con man. What you are supposed to do to have, when Gideon realized this is an angel of God, alikimbia nyumbani, hakuenda kununua mbuzi, aliingia akakata mbuzi yake. You must give that is yours. Don't give a sacrifice, a borrowed money. Never give. Never give a borrowed what? Money. Wait until God gives you instructions. Wait until God tells you what to do. It doesn't matter what is the value that you are giving. Only God knows the value what you are supposed to give. Amen. Only God knows what the kind of a problem you are in and what kind of a situation you are supposed. Remember, he's telling that night, he's telling his son, Gideon, to go and take his father's bulls. To go and destroy what? The altar of his father. So what happened? What happened with Gideon? He did what? In a clear language. He did what? Yes, he obeyed. But he did what? In obedience of God. In the obedience of God. What did he do? Yeah? She's closer. She did what? He did what? Yes. He stole. Ariba. In the night, he stole. In the night, he went and stole from his father and destroyed. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are the dynamics of the gospel of God. The principles of the kingdom. So what will be used to destroy that it is tormenting you, if it is your parents, it will come from them. Oh, yes. Hallelujah. Kama wao ndio walikuuza kwa Freemason, hiyo ambayo wamefanya nao, hiyo ndio itatumika kuvunja madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the principle of the kingdom. Oh, yes. It is not about what is you think happens. A sacrifice, you don't go discuss it with your husband. A sacrifice, you don't discuss it even with yourself. The day you discover that you had 10,000 and you start now, I'll give 5,000 and this, no, that's not a sacrifice. That's an offering. A sacrifice is not negotiable. It is an order from heaven. Oh, yes. Amen. Hallelujah. Amen. He told Abraham, give me your son, the son that you love. Give me the only son, the son that you love. He made those 2 statements deliberately. Give me your son. And then the son that you, and it comes slaughter for me. It is an instruction from heaven. Sacrifice, it is not what you go at the chameleon kamwe. It is sacrifice. It can't. The data kwa dukata yaka hii na digeti kwa dukata yaka itali na giridano. Yes, is sacrifice. You have lost it. And your time for being delivered is not yet. Tunaweza kaa na wewe miaka 10 hapa. Ukombolewe 10 here. Naona Ndio naambia kaa chini ufundishwe, uelewe maneno kama hii. Ujue ni baba yako. Sasa wewe unakuja nikuombee, ukifikiria ni wagaga wale wako huko basa. Na unaenda nyumbani. Na hiyo pesa utapatia baba yako, hiyo medhokoma unapatia baba yako. Na baba yako anaipeleka kwa wagaga. And sustain the altar. So who is sustaining the altar? It is you. So that is the altar when it comes in the evening, ikakuitisha mtoto. Yes, itakuitisha mtoto, unasema mtoto amekufa. Nani mchawi?
Na umezunguka huko kitusubua. Pastor, hadi akiwa kemwe tu. So Gideon took 10 men of his servants and did as the Lord had told him. Second part is he did as the Lord told him. But because he was too afraid of his family and the men of the town to do it by day, he did it by night. He was afraid. Kubomoa madhabahu sio kitu ya kuchezewa. Sio kitu ya kurukaruka, nimeenda kuvuja madhabahu. Wewe, utakuta amefika huko na kungojea. Unavuja ya nani? Na baba yako ndio anakupatia fare. Na anajua yeye ndiye amekufanya hivyo. Oh yeah. Gari lazima itafanya accident kwa barabara. The gari itafanya, ama usikie mtoto yako amegojeka that very day. Unasikia ambulance imepeleka mtoto Kenyatta. Sasa unashindwa kodi kwa Waruinge kana kodi Kenyatta. Kenyatta. Ukifika Kenyatta, ulikuwa unataka kuleta kwa Waruinge milioni 1. Ukifika Kenyatta, unasikia hiyo daktari hayuko hapa, akibiswa Agakani. Hiyo ni arrangement ya demons, hizo zina control altar. Anatemsemeka pelekwa Agakani. Agakani kufika huko naambiwa deposit ya hii kitu ndio tuase 500,000. Money is not a problem. I mean, treat my money. Money is not a problem. How much do you want? I can even give you 700. Because ndio na milioni. Consultation fee unasikia tena umeitishwa 200. Unasikia tena zarabu 100. Wakati the milioni itaisha, unasikia ripoti imekuja. Unfortunately, hakuwa na ubaya, ni breathing yake ilikuwa na problem, lakini imekuwa sawa. Mnaweza kwenda nyumbani. Once the chameleon kameisha, kameshughulikiwa vizuri. Because the demons, they are demons that are in charge of that ministry. To make sure you don't succeed. To make sure you don't move forward. To make sure you go nowhere. Those are the demons assigned. They deal with you. And they don't deal with you until you're about to eat. These are the time they are comfortable, wanakuachilia ufanye kazi. Lakini siku ya kwenda kukula, ndio wanakuja wanasimama hapo, wanakuitisha. Lete. Watakuitisha kwa watoto yako, watakuitisha kwa kazi, watakuitisha kwa kila kitu. Maconmen wanakuja wanakukoni. Na unakoniwa na kazini yako. Mtu ambaye unamwamini ni pastor. Na si kukukoni hata yeye hataki kukukoni, lakini anakuta amekukoni. Unampelekea nuks. Because that man has to go. That thing has to happen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. How many of you are blessed and up to happen umefika? Huyu msichana hajakuwa blessed. Sweetheart. Hi. Inua mkono wako juu. Amengadia. Itatoka, itaenda. Lazima iende. Haisimami leo. Neke. Hey, hallelujah. Then Gideon and verse number 28. When the men of the town rose early in the morning, behold, the altar of Baal was broken down, and the Asherah beside it was cut down, and the second bull was offered on the altar that had been built. And they said to one another, who has done this thing? And after they had searched and inquired, they said, Gideon the son of Joash has done this. Then the men of the town said to Joash, bring out your son, that he may die, for he has broken down the altar of Baal, and cut down the Asherah beside it. But Joash said to all who stood against him, will you contend for Baal, or will you save him? Whoever contends for him shall be put to death by morning. If he is God, let him contend for himself. So this man knew, hapa kunanga Mungu. This man knew, hata wazee hawakuwa najua hatire gai. It's only one man. So one man can destroy the entire country. One man can destroy the entire family. Only your brother knows what is eating in your family. He tells them, can you contend for him?
If you know for sure this thing is from God, let it contend for itself. Mungu atajibu kama ni ya Mungu. Sasa yeye amewaambia. Wakikona gaidoreke nene kuitetera. Kwa sababu alijua whoever has done this has a revelation from heaven. Hallelujah. Whoever has brought down this, it is not him but God. He knew. And they knew the only person who can do this thing, it is the son of Gideon, because they knew he has the anointing. The monitoring spirit, they know who you are. The monitoring spirit, they know who you are. They know the capacity. They know how powerful you are. That is how they have kept monitoring you. They have kept moving with you. Wherever you go, they are with you. Ukiingia ndege wanaingia ndege. Wanaitwa majini. I'll be teaching you tomorrow about majini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiingia ndege hata ni majini inatorokea, inaingiaga na wewe. Hapo next. Hata ndio inakusafu kashai ukiwa ndani ya ndege. Ukishuka ukiingia ndio inakwambia hata tukusaidie bagi tukubebe. Haleluya. Ukienda kupumzika, mahali umepumzika kwa nyumba yako. Kama hiyo majini ilikuwa inalala na wewe ukiwa nyumbani kwako Kenya. Ukifika huku ndio inakutadikia kitanda kwa huku Amerika ni kuzuri. Hapa tutaishi maisha mazuri sana. Huku hakuna kustruggle. Bwana Yesu asifiwe sana. The father told them that if this is God, let it contend for itself. So he knew. So the people that are, the suffering you are going through, it's known by people who are doing it. It's only that you don't know. Hallelujah. It is all. It is only you who doesn't know. But today, sema now I know. Sema now I know. 2 bulls, one was slaughtered to destroy the altar, and another one was slaughtered to build the altar. Once you destroy this altar, build an altar. Hallelujah. Don't leave it vacant. Once you leave it vacant, hawa wazee wangekuja na wajege. Walikuwa nataka Gideon yauliwe, wajege. Lakini mzee wenye aliangalia, kaangalia kaona nani ndikwe dohoro wao. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what I wanted to teach you today. And I think you have been delivered. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame kwa miguu yetu. Mumeona mmekula nataka tujipeleke mbele za Mungu. And because now you know. Do you know now? Umejua? All the way. Nariko laikaririo na kuu. Ugira kemenyire, akire Bible gira thomire. All the way. Now you know. Do you have the clue? Yes? Now you know. What about you? Yeah? You know. We know who is the problem. It is you. Do you know these people, you will be praying and praying, kuita shetani, mapepo, irishwe, kotala, makate. Little did you know you are the demon. You've been saying pepo ishidwe. Na kumbe wewe ndio pepo. So you've been strengthening it. Pepo ishidwe na unashidwa. Unakuja kuombewa hapa, unasema pepo ishidwe. What happens? Na wewe ndio pepo inaendelea kushidwa. You become sick. You come, I pray for you, become more sick. Because you are the demon. Hello? You are the what? You are the demon of your own self. So we have to change the way we are looking at this thing. We have to sit down to be taught the word. So you may understand that this is a whole life of you. This Judges 6 is a whole life that you are living. But hata ukiulizwa uliangalia na basi ya magoro ine. I'm waiting for you. Na basi ya magoro ine. Niguo menye haria jaja ciekoragwo. I want to read to you the final one. And it's in the book of Jeremiah, chapter number 1, verse 10. Just let me read it. You remember? Chapter number 9 of Jeremiah. Chapter number 1, verse number 10. Tusome kutoka verse number 9. The Lord put out his hand
And he touched my mouth. And the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. Hallelujah. Tell your neighbor, from today, the word of God is in my mouth. So I will be able to destroy every altar in my life. Hallelujah. Put your hands together for Jesus. Then, after that, the word of God that I have put in you, it was put in Jeremiah. This is the instruction that you're going to follow. The instruction says, see, I have set you this day over nations and over kingdoms. Amen. To pluck, to break, to destroy, yes, to overthrow, yes, then to build and to plant. Amen. Hallelujah. Amen. That I have put you over nations. What is a nation? The nation is the institution. Kenya is a nation. Your marriage is a nation. Your business is a nation. This church is a nation. See, today I've set you over nations and over kingdoms. What is kingdom? Kingdom are the rulers of the nation. Kingdom is the spirit behind the nation. So when you see Ruto, he will come here, and once he's here, there is a flag called the presidential standard. That is the spirit behind the Ruto. Hello? Any presidential standard is the spirit behind the king. Where there is kingdom, there is a king. And a king rules by the spirit that is in him. So see, today I've set you over nations and over spirits, kingdom, spirits. So you are to destroy the physical and destroy the spirits. So you are to destroy the physical, that is your father, that's your husband, that's your mother, that is your cousin, that's whatever. The nation, you destroy them, and then you do what? You destroy the spirit. You pluck them down, you overthrow, you destroy them completely, and then you do what? You build and do what? And they plant. So you destroy, where do you live? Kiambu. You destroy the Kiambu in you and build a Kiambu that you want. Oh, yes. That's right. You destroy the marriage that is in you and build the marriage that you want. You destroy the businesses that you do and create new business that you want that is God heavenly bound. Hallelujah. So you must bring down, destroy everything, then you plant and build. So that is what we call building of an altar. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Are we blessed? Yes. Are we blessed? Yes. Let's do a song, a worship song as you pray. You can move around, you can pray. Take your time like 30 minutes because I want us to come back here and pray and tell God something. That is where now wali akigoke mwe. Anaweza Bwana, anaweza Bwana, tukiomba anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza
anatengeneza njia kwa ajili yangu. Mimi najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Oh, siku ya leo najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili ya kwa maisha yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili ya kwa huduma yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, njia kwa ajili yangu. Oh, mimi najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Siku ya leo najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Mimi najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili. Oh, iba najua Bwana anatengeneza njia, njia kwa ajili yangu, anatengeneza njia juu ya maisha yangu, anatengeneza njia juu ya huduma yangu. Bwana najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Oh, iba wajua, najua Bwana anatengeneza njia, njia kwa ajili yangu. Oh, mimi najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Ni heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana
Oh, heri wamtumainio Bwana. Imba wamtumainio Bwana. Heri wamtumainio Bwana watapata. Oh, heri wamtegemeao Bwana. Wamtegemeao Bwana. Heri wamtegemeao Bwana watapata. Oh, heri wamtegemeao Bwana. Wamtegemeao watapata. Oh, watapata baraka. Watapata baraka. Watapata. Oh, watapata. Watapata urejesho. Watapata urejesho. Watapata urejesho. Watapata urejesho. Watapata msamaha. Watapata msamaha. Watapata msamaha. Watapata. Oh, watapata kibali. Watapata kibali. Watapata kibali. Watapata kibali. Watapata ushindi. Watapata ushindi. Watapata ushindi. Watapata ushindi. Heri wamtumainio Bwana. Wamtumainio Bwana. Heri wamtumainio Bwana. Watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana. Wamtumainio Bwana. Baraka. Watakula meza moja. Watakula meza shindi. Heri wamtumainio Bwana. Watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana. Heri wamtumainio Bwana. Oh, wamtumainio Bwana. Bwana. Wamtumainio. Naitwa ni washindi. Nani yako na huyu? Shida yake nini? Shida yake? Anafaa kwa shule lakini hayuko shule. Kwa nini? Sababu alikuwa anatoroka. Anatoroka kutoka shule. Kwa nini? Alikwambia ni nini? Hapana, hakusema. Hakusema. Kwa nini unatoroka shule? Unatoroka tu hivyo?
Niongeleshe. Kwa nini ulitoroka shule? Ulitoroka tu hivyo? Ni nani alikutishia maisha shule? Nani alikushurutisha shule? Ulitoroka tu hivyo? Hutaki kusoma? Ya? Hutaki kusoma? Ako form 4. Sasa amekaa amefukuzwa ama ako nyumbani? Hapana. Venye alikuwa nataka kutoroka shule usiku. Ndio deputy principal akaniita. Kwa hiyo wakati nilikuwa Mombasa, ndio rafiki yangu Mama Jane nikamwambia mwende shule. Okay, tutaongea hiyo. Ni a bit deep. Ni hizi vitu uliona jaji wa high court, anaitwa nini, wa Supreme Court, alisema ikubalishwe. Nasikia nini? Why you so bitter? Yeah? Anyway, wacha tusimwanike sana, tutaongea huko ndani. It's not normal. These things are happening in hospitals, in the schools. It's a cult recruiting these children. Sindio? Thank you. Mleteni sadaka zenu hapa na sacrifices zenu mweke hapa. Then I want to see you very fast. Kila mtu nitampatia dakika 5. Muwapange hapo. Wekeni sacrifice yako, wekeni sacrifice yako hapo.